Karibu kwa mshale wa neno. Leo nataka tuangalie kitabu cha Danieli 10:11 hadi 14. Naomba tusomewe tafadhali. Akaniambia, Danieli, wewe unayependwa sana, simama wima, usikilize kwa makini maneno nitakayosema. Ndio. Maana nimetumwa kwako. Alipokuwa akiniambia maneno haya, Ndio. mimi nilisimama nikatetemeka. Ndipo yeye akaniambia, Danieli, usiogope. Usiogope. Mungu alisikia ombi lako tangu siku ile ya kwanza ulipoamua kujinyenyekesha mbele yake ili upate ufahamu. Mimi nimekuja kwa ajili ya ombi lako hilo. Mkuu wa ufalme wa Persia alinipinga kwa muda wa siku 21. Ndio. Lakini Mikaeli, mmoja wa wakuu, akaja akanisaidia. Kwa hiyo nikamwacha huko pamoja na mkuu wa ufalme wa Persia. Nami nimekuja kukusaidia uyafahamu mambo yatakayowapata watu wako wakati ujao. Kwani maono uliyoyaona yanahusu wakati ujao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuangalie hili neno kutoka kitabu cha Danieli 10. Tukianzia mstari wake wa 11 tukafika mstari wa 14. Yes. Na hili neno linaongea kuhusu ufalme mmoja na mtu ambaye aliitwa Danieli. Ndio. Neno la Bwana linasema ya kwamba ulikuwa ni wakati wa mfalme Koreshi ama Cyrus. Ndio. Na wakati huu wa mfalme Cyrus ni wakati ambapo pia Waisraeli walikuwa pale uhamishoni. Ndio. Na neno la Bwana linasema ya kwamba wakati huu ambapo Danieli ako mahali pale, ndio, ni wakati wa mfalme huyo ambaye anaitwa nani? Koreshi. Na neno la Bwana linatuambia ya kwamba wakati ambapo wako kwa ule uhamisho, Danieli alitambua na akajua ya kwamba majira na nyakati zimefika. Lakini hata kama majira na nyakati zimefika, kuna roho ambayo imeingia mahali hapa, ambayo ni roho ya delay. Na akajua ya kwamba nabii alikuwa ametabiri na akasema ya kwamba majira fulani, miaka fulani ikiisha, tutatoka katika utumwa Babuloni. Lakini delay imeingia. Mahali hapa ni Babuloni. Mahali hapa ni kwa mateso. Mahali hapa ndipo kwenye utumwa. Na wanateseka mahali pale. Lakini akajua ya kwamba majira na nyakati zimefika zetu kutoka katika nchi ya Babuloni, mahali ambapo tunatesekea. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba hata kama majira yamefika, bado yakaendelea kusonga, kwa sababu delay imeingia. Na neno la Bwana linasema hivi, wakati huu wa mfalme Koreshi kulikuwa na mambo mengi sana. Na Danieli akatambua, hapa nisipoomba tutaishi katika utumwa. Na Danieli akaingia katika maombi. Neno la Bwana linasema ya kwamba aliingia kwa maombi ili apate kufahamu haya mambo. Tuko kwenye utumwa, mbona tunakawia? Mbona hatutoki? Na Mungu alikuwa amesema ya kwamba tutatoka muda huu ama majira haya. Miaka yetu ya kutumika katika utumwa imefika mwisho. Muda wetu wa kukaa katika mateso umefika mwisho. Lakini dalili sioni za kutoka katika utumwa. Neno la Bwana linasema ya kwamba akaingia kwenye mfungo, akaingia kwenye kufunga, akaingia kwa maombi ya kujinyenyekesha, akaingia kwa maombi ya kufunga, akawa analilia taifa lake, akawa analilia watu wake, akimwambia Mungu, wakati umefika sasa. Ninaomba uniambie, bona tuko kwenye utumwa na majira na nyakati zimefika za kutoka kwenye utumwa. Neno la Bwana linasema ya kwamba akaingia Danieli kwenye mfungo. Na wakati huo anaingia kwenye mfungo, hakuwa amepanga kufunga siku nyingi kama vile ambavyo tunaona kwenye maandiko. Aliingia kwenye mfungo ili afahamu mbona haya mambo yanatendeka, mbona hii delay imeingia. Lakini wakati huo ambapo ameingia kwenye mfungo, neno la Bwana linasema ya kwamba punde tu alipoanza kufunga, punde tu alipoanza kujinyenyekesha, punde tu alipoanza kuomba, neno la Bwana linasema ya kwamba kuna malaika alitumwa na Mungu kutoka mbinguni
mbinguni. Yes. Naye huyu malaika ni Gabrieli. Ndio. Alitumwa alete majibu ya mfalme huyu. Ndio. Alitumwa alete majibu ya mtu huyu ambaye, ya kohani huyu. Ndio. Ama nabii huyu aliitwa Danieli. Ndio. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba akiwa ameachiliwa kwenye ile anga ya Persia, yes, kuna mtawala aliyekuwa anatawala anga ile. Ndio. Kumbuka mfalme wa Persia ni Koreshi ambaye ni Cyrus. Lakini anatawala katika ulimwengu wa kawaida. Ndio. Katika ulimwengu wa kiroho kuna mfalme mwingine, yes, ama kuna mkuu mwingine ambaye anatawala ile anga. Naye huu mkuu anaitwa mkuu wa Persia. Yes. Koreshi ni mfalme ndio, lakini hajui kana kwamba kwenye anga yake kuna mtawala mwingine anatawala. Hajui kana kwamba kwenye anga ya Persia kuna mfalme mwingine ambaye anatawala katika ulimwengu wa kiroho. Niwaambie wapendwa, kuna wafalme ambao wanatawala kwenye anga za kiroho. Unaweza ona kuna utawala tunaotawaliwa nao, lakini kuna utawala mwingine ulio kwenye ufalme wa kiroho. Nao huo utawala unaharibu mambo yanayotendeka katika ufalme wa kawaida. Neno la Bwana linasema ya kwamba Danieli akawa anaomba, na malaika akaachiliwa na majibu ya Danieli. Lakini hakufika kwa Danieli. Mbona hajafika kwa Danieli? Neno linasema ya kwamba hajafika kwa Danieli kwa sababu kuna mkuu wa utawala wa Persia ambaye amekita kambi kwenye anga. Ambaye amekita kambi kwenye anga. Akakamata yule malaika. Akawa anazuilia yule malaika. Akawa anazuilia yule malaika ambaye ni malaika Gabrieli kushuka kuletea Danieli majibu. Lakini neno la Bwana linaniambia Danieli hakuacha kuomba. Hakushuka kwenye maombi yake. Aliendelea na kuomba kwa kuwa alijua ya kwamba hili jambo si la kawaida. Hii delay si ya kawaida. Na kile ambacho kitatutenganisha na huu utumwa ni maombi ambayo nitaomba. Yaweza kuwa hatuombi tukiwa watu wengi, lakini mimi Danieli nitasimama kwenye mwanya wa watu wangu ambao tuko kwenye utumwa ndani ya hii nchi ya Babuloni. Na Danieli akajua ya kwamba nitaomba hata pawe pagumu. Nitaomba hata majibu yakose kufika. Nitaomba hata nikose kujibiwa. Nitaomba hata kuingia delay. Maombi ya Danieli yaligusa mbingu. Na neno la Bwana linasema ya kwamba ule mfalme akaendelea kukamata, yule mfalme akaendelea kukamata malaika ambaye alikuwa na majibu ya Danieli. Hakumkamata kwa siku moja, hakumkamata kwa siku mbili, hata hakumkamata kwa siku tatu. Neno la Bwana linasema ya kwamba alimkamata kwa siku 21. Na siku ya 21 ilipofika, malaika yule akiwa amezuiliwa kwenye anga ya Persia, kuna mwingine aliyekuwa na nguvu kumshinda, ambaye alitumwa ili amsaidie hii vita. Manake Gabrieli hangewezana na vita. Gabrieli ni malaika wa baraka, sio malaika wa vita. Gabrieli huwa anabeba baraka. Gabrieli huwa anabeba ujumbe. Sio malaika wote wanatoshana, hata sio malaika wote wanafanana. Wengine wako na nguvu kushinda wengine. Wengine ni wadhaifu kushinda wengine. Wengine wako na kasi kushinda wengine. Sasa huyu Danieli aliomba na akatumiwa malaika Gabrieli ambaye ni malaika wa baraka. Mungu hakuwa amekosea. Alijua huyu ndiye ako na ujumbe. Lakini kwenye ile anga ya Persia kukawa kuna mkuu ambaye anatawala ile anga. Na anasema hawa watu hawatatoka kwenye utumwa. Ndiposa akazuilia, ndiposa akashika, ndiposa akapinga kwenye anga ya Persia ili ujumbe usimfikie Danieli. Lakini neno linasema Mungu akamtuma Mikaeli aliye mkuu aliye mkuu, malaika mkuu ambaye anaitwa Gabrieli, ambaye anaitwa Mikaeli. Na neno la Bwana linasema ya kwamba akaja na akamsaidia, akaja na akamsaidia huyu ambaye anaitwa malaika Gabrieli. Na Gabrieli akapata nafasi ya kushuka. Aliposhuka ilikuwa siku ya 21, akaleta ujumbe. Leo niko na neno kwako mpendwa. Yaweza ikawa uliomba maombi miaka mingi sana iliyopita, lakini yale maombi yamezuiliwa kwenye anga. Leo natangaza ya kwamba kuna malaika aliye na nguvu ambaye atatumwa akusaidie, ambaye atatumwa akusaidie. Naye yule malaika aliye na ujumbe wako ataachiliwa kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Yaweza ikawa uliomba kuhusu ndoa, ukaambia Mungu, ninatamani sana miaka ikifika hii nipate kuingia kwenye ndoa, lakini mpendwa, delay imeingia. Hauoni
matumaini ya kuolewa, hauoni dalili za kuolewa, lakini nimekuja na ujumbe nitangaze hiyo delay ambayo imewekwa kwenye anga na ikaondolewe siku ya leo. Hiyo delay imeingia kwa anga, leo inafika mwisho. Leo inafika mwisho. Yaweza ikawa umefungwa kwenye kazi za aibu. Ulimwomba Mungu na ukamwambia, Baba, ninaomba unipatie kazi nzuri. Uliomba Mungu na ukamwambia, nibadilishie kazi. Ni kweli Mungu alisikia maombi yako, lakini kuna mkuu ambaye amekita kambi kwenye anga yako. Anazuilia maendeleo yako, anazuilia majibu yako, anazuilia kazi yako. Leo nimekuja tutangazie huyo mkuu, awe ni wa kijijini ama mjini, aondoke kwa anga yako siku ya leo, ili majibu yako iachiliwe. Aondoke kwenye nafasi yako siku ya leo, ili majibu yako iachiliwe. Aondoke siku ya leo. Yaweza ikawa uliomba na ukamwambia, Baba, natamani kwenda ng'ambo. Kenya mambo imekauka, natamani nikafanye kazi ng'ambo. Lakini wakati uliomba, majibu yako Mungu aliyasikia. Majibu yako Mungu aliyasikia. Lakini kuna mkuu ambaye alikamata maombi yako na kusema huyu hatatoka Kenya, na kusema huyu hataolewa, na akasema huyu hatapata ndoa, akasema huyu hataajiriwa. Lakini nimekuja nitangaze kila delay ambayo waliweka kwa maisha yako, iwe ni waganga waliweka delay, iwe ni wachawi waliweka delay, iwe ni wafuga majini ama devil worshippers, iwe ni Freemason ama Illuminati walioweka delay kwa mambo yako. Ninatangaza hiyo delay iondoke. Natangaza hiyo delay iondoke. Kwa kuwa tuna Mungu ambaye tunatumikia. Kwa kuwa tuna Mungu ambaye tunatumikia. Danieli hangeomba siku 21. Angeomba kwa siku moja, kwa kuwa maombi yake na majibu yake yaliachiliwa siku ya kwanza. Lakini mkuu wa anga akakamata anga na akahakikisha majibu ya Danieli haijaachiliwa. Lakini siku ya leo natangaza, kama vile Mungu alituma msaada kwenye anga ya Persia, kwenye anga ya Danieli, hata na wewe siku ya leo ninatangaza Mungu akutumie msaada. Mungu akutumie msaada. Yaweza ikawa hauna karo ya shule, Mungu akutumie msaada. Yaweza ikawa ndoa yako iko na vurugu, Mungu akutumie msaada. Atume malaika watakatifu ambao watasimama kwenye pengo. Atume malaika watakatifu ambao watasimama kwenye mwanya. Atume malaika watakatifu ambao watatuliza dhoruba. Atume malaika watakatifu walete financial breakthrough kwa hiyo biashara iliyo karibu kuanguka, kwa hayo mambo ambayo yameparalyze. Mungu alete msaada. Bingu ipate kutumana. Bingu ilitumana wakati wa Danieli. Bingu ilitumana wakati wa mfalme Koreshi. Bingu ilitumana kwa anga ya Persia. Na hata kama vile bingu ilitumana kwenye ile anga ya Persia, ninatangaza hata siku ya leo bingu ikatumane kwa maisha yako. Bingu ikatumane kwa ndoa yako. Bingu ikatumane kwa kazi yako. Bingu ikatumane kwa biashara yako. Malaika wenye nguvu ya kupigana na hiyo hali ya ugumu kwenye anga yako, hao malaika wenye nguvu na wakatumwe, washuke na walete msaada, washuke na walete majibu, washuke na walete tumaini. Yaweza ikawa umefika mwisho, mpendo, usiku unalia kwa sababu ya mambo ambayo unapitia. Unajifunika kwa blanketi zako, unalia, unauliza Mungu, ni mpaka lini nitapitia hii hali? Lakini nimekuja nitangaze hiyo roho ya delay ambayo iliwekwa, diposa ukaingia kwenye hiyo hali ya machozi. Hiyo roho ya delay iondoke katika jina la Yesu. Kama kuna mkuu wa familia ambayo amekamata majibu yako, ambaye amekamata mafanikio yako, ninatangaza siku ya leo hayo maagano yaondoke. Natangaza siku ya leo akaachilie anga yako. Natangaza siku ya leo akaachilie ndoa yako, akaachilie watoto wako, akaachilie mafanikio, achilie safari zako, achilie hiyo visa, achilie hiyo passport, achilie hiyo safari. Uende ukafanikiwe, uende ukabarikiwe. Leo nimekuja nikutie matumaini. Wewe ambaye unasikia umefika mwisho, nikuambie kuna Mungu mbinguni na huwa anatumana, huwa anatuma malaika, huwa anatuma msaada. Ni msaada uliohitajika kutoka mbinguni ili Waisraeli watoke Babuloni. Huo msaada uliotumwa na wakati ule, hata leo Mungu hajapungukiwa. Anaweza akatuma msaada, anaweza akatuma msaada, anaweza akatuma malaika wako. Ninatangaza kuanzia siku ya leo, pokea malaika wa msaada, pokea malaika wa kibali, pokea malaika wa ushindi,
kwenye hiyo hali ambayo unapitia. Pokea malaika wa kukusaidia. Pokea malaika wa kusaidia. Malaika watakatifu waliotumwa wakati wa Danieli wakamsaidia malaika Mikaeli. Akashuka kuleta ujumbe wa Danieli. Akashuka kuleta ujumbe wa Danieli. Na majira na nyakati natangaza zifike kwako pia. Majira na nyakati natangaza zifike kwako pia. Majira ya uovu yaondolewe. Majira ya utumwa iondolewe. Majira ya baraka ije kwako. Kuanzia siku ya leo natangaza hautalia tena. Natangaza hautadharauliwa tena. Hiyo roho ya limitation iondoke. Hiyo roho ya frustration iondoke. Hiyo roho ya demotion iondoke. Hiyo roho ya setback iondoke. Hiyo roho ya stagnation iondoke. Maisha yako yasonge mbele kuanzia siku ya leo. Kwa kuwa unatoka kwenye utumwa. Kuna mtu anatolewa Babuloni. Kuanzia siku ya leo natangaza utoke Babuloni. Mpendo, utoke Babuloni. Utoke kwenye utumwa. Utoke kwenye magonjwa. Utoke kwenye madeni. Utoke kwenye aibu. Utoke kwenye madeni. Utoke kwenye giza ambayo imekufunga kwa miaka mingi. Kuanzia siku ya leo natangaza Mungu aliye watoa wa Israeli Babuloni. Mungu aliyesikia maombi ya Danieli na asikie maombi yako siku ya leo. Na kutoe kwenye utumwa. Usiaibike tena. Usidharauliwe tena. Usiteswe na waganga tena. Usiteswe na devosipa tena. Mailuminati na waganga hawatakutesa tena. Kuanzia siku ya leo I declare your liberty. I declare your freedom in the mighty name of Jesus Christ. Barikiwe sana. Mungu akutende mema. Amen. Amen. Neno la uzima. Mshale wa neno.